Hili ndio jukumu la baraza la madiwani. Mbili, ni kuhakikisha mnasimamia rasilimali fedha vizuri. Kwa hiyo niwaombe sana, hakikisheni hoja zote za CAG zinajibiwa kwa wakati. Hakikisheni hoja za kamati za bunge, kamati ya usemi, kamati ya LAC, wasimamieni mkurugenzi na watu wake, hoja hizi zijibiwe na zifungwe kwa wakati. Good governance inatutaka tunapopewa hoja za CAG, hoja za kamati za bunge, tuzijibu kwa wakati. Na ukijibu zile hoja, maana yake unafuata utaratibu sawa sawa. Mbili, na muhimu sana, ni kufuata sheria za fedha, ni kufuata matakwa ya sheria za manunuzi. Kwa hiyo niwaombe sana madiwani, mambo yote mnaweza mkacompromise, lakini msicompromise kwenye sheria ya manunuzi, sheria ya fedha, sheria ya utumishi wa umma. Hakikisheni mambo haya yanasimamiwa vizuri sana. La tatu ni swala la utendaji wa halmashauri. Hakikisheni halmashauri yenu inasimamiwa, watendaji wanatekeleza wajibu wao ipasavyo. Nne, nataka msimamie mapato. Hakikisheni mapato ya halmashauri yanakusanywa ipasavyo. Na ndio maana sheria za serikali za mitaa zimewapa power nyie kutengeneza sheria ndogo ili ziwasaidie kukusanya mapato. Kwa hiyo niwaombe sana halmashauri, jitahidini kwa nguvu zenu zote, baraza la madiwani, kamati ya fedha na mwenyekiti, hakikisheni hamcompromise, hakikisheni mnakusanya mapato ya serikali. Kwa nini nawaomba msimamie mapato? Nataka msimamie mapato ili halmashauri yenu iwe na uwezo wa kufanya kazi kubwa ya maendeleo kwa watu wenu. Ni kweli tunayo bahati kubwa. Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan amejipambanua, ameamua kubadilisha mazoea kwa kuleta fedha nyingi sana kwenye halmashauri zetu. Fedha zinazokuja kwenye halmashauri ni nyingi sana, lakini inatia uchungu serikali kuu inaleta fedha nyingi, eti sisi zile za kwetu hatukusanyi, hatueleweki. Mimi nimekuja leo kuasa, hakikisheni mnakusanya mapato, hakikisheni mnasimamia halmashauri vizuri. Lakini nimetembelea halmashauri yenu, sina habari nzuri sana. Kwenye mkoa wetu wa Iringa, halmashauri ambayo haimalizi miradi ni ya Kilolo. Madiwani mpo, naona hata haliwaumi wenzangu. Fedha tumenaletewa kama wengine, lakini za kwetu hazimalizi miradi, za wengine zinamaliza miradi. Tunaletewa fedha milioni 580 kujenga sekondari, si ndio? Wenzetu wanamaliza, wa Iringa DC, wa Iringa Manispaa, wa Mafinga, wa Mufindi, Kilolo hatumaliza. Tunaletewa fedha vituo vya afya, Kilolo hatumalizi. Tunaletewa fedha za mabweni, Kilolo hatumalizi. Kuna nini? Liko tatizo. Na bahati mbaya madiwani mmejifanya hamlioni. Nimekuwa nakuja hapa njiani najiuliza maswali yafuatayo. Serikali kuu miradi wanaoisimamia wao wanaleta fedha kutekeleza. Kwa mfano,
wameleta fedha kupeleka umeme kila kijiji. Wameweza, vijiji vyote vimepata umeme, si ndio? Bado vitongoji. Fikirieni kama kuna vijiji 20 au 94, wangefanya vijiji 60, afu wakasema vijiji 34 hela zimeisha. Tungewaelewa kweli? Tusingewaelewa. Leo wajenga barabara ya lami kutoka Iringa kuja Kilolo. Fikirieni pale walikofika leo, wangesimama wakasema hela zimekwisha, tungewaelewa? Tungekuwa wa kwanza kulalamika, si ndio kweli jamani? Fikirieni miradi ya maji wanaoitekeleza, wafike 70%, waache waondoke, waseme fedha zimekwisha. Nani angewaelewa? Madiwani na wananchi mngekuwa wa kwanza kulalamika. Lakini kwenye miradi ya ambayo tunaletewa fedha sisi kwenye halmashauri, hela zinaisha na tunaona sawa. Hili ni tatizo la lazima tulitafutie mwarobaini. Sasa nimekuja kuwaomba mwezi huu wa 5 na wa 6, kateni shauri leo mwenyekiti. Fedha zote mnazokusanya ziende zimalize miradi yenu. On source, msipangiage vikao. On source ya safari hii, nendeni mmalize miradi. Na si kama mnajua, kwa miradi yenu ili muimalize mnahitaji milioni 600. Nimekwenda jana hapa shule ya sekondari ya Kilolo. Mradi uko somewhere, hela zimefanyaje? Zimekata. Nimekwenda Ifingo. Tumepewa hela. Tumefika somewhere, fedha zimefanyaje? Zimekata. Kuna mmoja jana hatukwenda kule upande mwingine kule, na Waming'eto kule. Na kwa hiyo nasikia miradi imefika somewhere, hela imefanyaje? Imekata. Maana yake ni moja tu. Madiwani hamwasimamii watendaji. Ama niye madiwani ni sehemu ya matatizo ya watendaji. Diwani yoyote, na nataka niwashauri leo madiwani, ukipata mradi wa fedha kwenye kata yako, kabla hawajaanza kutumia hizo fedha, jiridhishe na process. Acha wakulaumu na waingilia. Unasema nataka shule ifanyeje? Ishi. Kama ni nguvu za wananchi, mobilize. Waite vijiji wa vijiji, pambana na wananchi, wakusanye mawe, wakusanye mchanga, wajitolee nguvu, mwambie sasa hebu tuone mnanua simenti shilingi ngapi. Akikwambia nanua simenti zaidi ya 20,000, mwambie sitaki, hii simenti hatuitaki. Sababu hii umeinua bei kubwa. Bei za simenti Iringa yote zinajulikana. Nyinyi mnakuja kununua simenti 25,000. Wakati ukienda dukani ni 18,000. Hapo wewe diwani unakubali, anakuja afisa ununuzi, anakupiga maneno, unajua hii ni nesti, ndio maana mfumo tumenunua 25,000. Mwambie wewe ni mjinga, wewe afisa ununuzi. Lakini mnakubali. Sisi tunaelewana. Mnafanyaje? Mnakubali. Halmashauri yenu yuko mtu hapa. Natamani leo yupo. Anaitwa nani huyo? Anadili na umeme. Mkitaji lake anaitwa Dismas. Dismas yuko hapa. Kila nikija huwa anaonekana. Yuko hapa. Mkuu idara yuko wapi Dismas? Kamwite Dismas. Nataka nione sura yake leo. Huyu Dismas ndio anafanya manunuzi yote kwenye halmashauri. Ndio anapangaga bei. Na ndio maana miradi yenu haishi. Nataka leo niwaambie ukweli.
Sasa kama Dismas anawaletea fedha, jambo jingine. Mwenyekiti, Dismas ndio tukiataka kununua tu vitu, anachukua document, anaenda kwa masupply. Ni yeye anaambia hapa andika hiki, hapa andika hiki, hapa naandika hiki. Ni yeye. Huyu ndio amefanya halmashauri hii hammalizi miradi. Sasa ambacho sijajua, anawaona ama mnamchekea tu, anateza hela nyanya anawaangalia tu. Kwa hiyo, lakini nataka kuwaomba madiwani, nawaomba sana, na nawaombea wote mshinde, mrudi baraza ijayo. Lakini mwelevuke kidogo, msikubali miradi yenu inyanyaswe. Anakuwa mwalimu wa sekondari, anakuwa mjanja kushinda wewe diwani. Anaenda kununua vitu vya bei kubwa, na wewe diwani uko tu. Alafu hela zinaisha, na sasa mkuu hela zimeisha. Wakuu wa idara simameni hapa. Nataka kuuliza maswali. Kwa nini miradi haishi hapa? Nataka na mmoja leo aseme. Kwa nini hatumalizi miradi kwenye halmashauri hii? Naanza na wewe hapa. Na wewe ndio afisa manunuzi, ndio unetuumiza wa kwanza. Simameni wewe, kwa nini miradi haishi? Nataka ni mawazo yako tu. Mpeni mic. Akimaliza aende kwa wapili. Nataka unijibu in short, kwa nini miradi haishi? Kwa mawazo yako. Na uwe free, wala ina shida. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa na mwezi wa 5 na naendelea kujifunza kidogo. Kwa hiyo sijajua kwa nini miradi haikamiliki. Asante. Mtoa pili. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ndio sababu mojawapo tunafahamu mwenzangu ataendelea. Sababu mojawapo ni kwamba kutokana na mazingira ya kiroho na baadhi ya maeneo gharama inakuwa kubwa sana katika kazi ya vifaa vya ujenzi. Asante. Watatu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, on top of that, Mheshimiwa Rasi, our local fundis, mafundi wetu mara nimeshagundua hawako na uwezo, na especially kwenye hii mifumo wengi sio wale ambao wana yaani utakuta mtu amenunua katenda pale, lakini sio yeye anakuwa ni kama third party au second party. Sasa ile inatuletea shida sana sisi kama wakuu wa idara na wasimamizi wenye miradi, kwa sababu unaweza ukamwambia wewe ndio umetenda hii, anasema mimi nimeuziwa tu. Aliyetenda ni yule mwenye uwezo wa kwenda kwenye digitali kwamba anataka afanye kitu fulani. Bwana anasema mimi naenda na changamoto ya wazabuni pamoja na mafundi wengi walikuwa walijiunga katika mfumo wa NeST. Kwa hivyo unakuta mafundi wachache wanaomba kazi nyingi ambazo hawana uwezo. Kwa maana ile ya mtaji wao hautoshelezi kutekeleza miradi mingi kwa pamoja. Hapa kidogo Milanza anasema uzalendo. Neno moja tu. Hilo. Kama problem hapa tu sio uzalendo, we are here to make money. Basi. Na bahati mbaya Tanzania mji kuzitafuta. Kwanza kuna hamna hela. Ndio maana Tanzania ujufa nini? Ujufu kuzitafuta. Mwizi mzuri ni mmoja anamaliza. Ili kesho apewe mradi mwingine. Ukiona unaibaga alafu mradi ya uishi wewe ni mjinga. Sasa utakamatwa kesho. Nataka niwakumbushe vizuri sana. Nikiwa nimekuja hapa, nilikwenda shule ya sekondari Lugalo. Kama mnakumbuka, ulikuwepo ndio. Nikakuta shule nzima yote mmempa yule mzee mnene anaitwa nani? Mshamshi. Kazi imemshinda,
hawezi, mmempa na sekondari mpya ile kule kabla hujafika kwenye mlima Ikokoto. Mmempa mtu huyu, mtu mmoja. Nikafika pale mimi nikawa patient, nikamwambia haya, nakupa siku 2 nikute umeanza kazi. Kafika pale kazi imemshinda. Tukafanya maamuzi pale, tukamnyang'anya kazi yote, tukamwachia ndogo. Na ile sekondari tukamnyang'anya. Ndio kichotokea ile shule kuisha. Lakini yeye kwa sababu anawapa 10%, mliona sawa tumumpe kazi yote yeye. Ni watu sio wazalendo kabisa. Nesti haijawahi kuwa problem kwenye mradi. Bei hazijawahi kuwa problem kwenye mradi. Nesti actually kama kuna mfumo ni rafiki kwenye utekelezaji wa miradi ni Nesti. Nesti unaweza ukaamua ukazero in a supply to Doris Karasa. Ukaweka mazingira yote, kila atakayeingia lakini mwisho wa siku atapewa nani? Doris. Sababu unajua Doris anaweza kunipa 1, 2. Unaweza ukarestrict. Ukasema hapa nataka atakayeomba tu au anatoka Kilolo mjini. Na Nesti inakubali. Kwa mkisema Nesti ni waongo na mnajua ni waongo. Mkisema bei mnasema uongo ndugu zangu. Mbona nyumba zenu mnaenda kuuliza bei madukani? Hamwendi nyewe kuuliza bei madukani vizuri? Kati ya nyewe mliosimama hapa, nani amewahi kujenga hapa Kilolo? Nani amewahi kujenga hapa hili? Nyosheni, mimi nimejenga na nyumba. Mzee umejenga? Simenti umeuziwa 30, ukakubali? Uliuziwa shilingi ngapi? Kwa 17 na mara ya mwisho 18. Sasa kama wewe nyumba yako hukubali kuuziwa zaidi ya 18,000, inakuwaje unakubali halmashauri uziwe 25? Hamna conscious. Mastaka hata kuwaita ni wezi, hamna tu uzalendo. You have no conscious. Hamuipendi kazi yenu. Maana tunaambiwa title begins at home. Anza kwanza kwako. Je, haya ninayofanya naweza nikayafanya kwa ajili yangu? Wewe mwenyewe unaenda dukani. Sasa niwaombe sana. Nikuombe mkurugenzi ni ulifanya. Mkurugenzi, nenda mjini. Tafuta masupplier wakubwa. Wakupe stock list yao na bei zao. Simenti wanauza ngapi mpaka ngapi? Nondo, si rangi, hiyo powder kuskimu, siji ya vioni, mabomba, kila kitu. Wakutenze, unaenda kwa wakubwa hawa watatu. Wakupe stock list. Nipe bei unazouza dukani tu. Wala siweza kunipunguzia unazouza dukani. Tengeneza stock list hii, wagawie walimu wakuu wote. Wagawie wakuu wa idara wote. Mgawie engineer, mgawie manunuzi. Kwamba sitaki kwenye halmashauri yangu ninunue kitu zaidi ya bei hii. That's number 1. Check the stock list. Tumeelewana nachokisema? Nendeni mkachukue bei. Nafanya hii kazi mkurugenzi. Halafu wagawie wote. Mwambie afisa manunuzi, sitarajii uniambie unanunua simenti 25,000. Sawa? Simenti nitakubali isizidi 20,000. Na mimi niwaambieni supplier wa hapa waungwana. Mkurugenzi aliondoka, namshukuru sana. Nilikuja hapa nikaambia sikiliza, nenda kamfuate mtu anaitwa CF. Anatoka Mafinga. Ameleta vitu, anapeka huko mnakosema mbali kwa magari yake na bado haongezi bei. Si mnaelewa nachokisema? Akiongeza hapo ni shilingi 500. Highest shilingi 1,000. Lakini wote hapa wakuu idara hawataki hata kumsikia. Madiwani. Hawa wenzenu hawa hawataki hata kufanyaje?
kumsikia mtu wa namna hii, kwa sababu nyie hamtaki hawa wakubwa, mnataka hawa ambao, kuna mmoja amesema kuna watu ambao hawana maduka, hana misumari, halafu lakini ndio mnampa kazi ya kusupply misumari ili aende kununua kwa wenye nini, wenye misumari, atumia na maandazi. Kwa hiyo maana yake kule atakununua bei ya kule, ili akuuzie wewe, ataweka faida. Ndugu madiwani, si kama mnanielewa? Mmegundua tatizo liko wapi? Mmegundua tatizo letu ni kubwa kwa sababu hawa watu wako tayari kutusaidia, lakini na nyie mmewaacha wasitusaidie. Wasimamieni, mwenyekiti, wasimamieni. Habari kwamba maeneo yetu ni magumu yafikiki, habari kwamba bei dukani ni kubwa, habari ya nesti, yote hizi mnanipiga forojo. Afisa manunuzi, umesema wewe mgeni, si umesema wewe ni mgeni? Nenda madukani kabla mkurugenzi hajaenda, ili akikuletea uone chokuletea ni chenyewe ama sio chenyewe. Nenda kwa supplier wakubwa, omba stock list, wanavyouza vitu vyao. Wasimwambia kupunguzie, mwambie nipe kadi unavyouza wapi? Hapa dukani, uwe navyo. Akija mtu ametenda, unaangalia jamani, inawezekana hiyo tenda unaivunja. Hii habari kwamba mkataba ushaingiwa, nishatoa tenda, haiwezekani kuuza bei, ni uongo huu. Mwenyekiti, tunadanganywa kwa sababu watu hawataki kusimamia haya mambo. Mnisamehe leo nimeamua niseme sana kwa sababu kwa kweli mnanipa hasira. Haiwezekani halmashauri zote tufanye vizuri isipokuwa Kilolo Wai. Alafu wenzangu hata mshtuki. Badala hata mshtuki. Dismas yuko. Ameshakuja? Wewe ndio Dismas. Sasa leo nataka nimane maneno yafuatayo. Achana na hii halmashauri, si hivyo mimi nitatafuta utaratibu wa kufukuza kazi. Habari ya kwenda kwa makandarasi, kwenda kwa mafundi, kwenda kwa masupplier, unaenda na document wajaza unavyotaka wewe, hapana. Narudia tena, nimesemaje? Hiyo biashara achana nayo, tutakufunga. Umeiba huko, imetosha sasa, acha. Fanya kazi yako. Wewe ni afisa manunuzi. Kwani wewe unaenda kwa mzalendo na madocument jaza hivi? Why unashinda ofisini kwake? Na unadhani serikali haipo, haijui? Bei zote zimepanda kwa sababu yako. Niwaambieni wana Kilolo, kama kuna adui wenu namba moja huyo hapo. Sasa kama anawapa hizo hela sijui. Kama kuna mtu ametufikisha hapa, this the boy. And he is clever. Ama anawaendesha watu wote hapa. Na wote mnaona sawa. Mwenyekiti, halmashauri yako inaongozwa na yule pale. Yule ndio anayeamua nani ya supply na wa supply kwa shilingi ngapi. Mbona wasomuzi yule pale. Lakini kwa sababu mnamtumanyie, nyie ndio mnampa hizo BQ, yeye anazipataje? Anatengeneza yeye. Kwa anaonyesha yeye ndio mjanja wa mjini, kwa kila mtu ameamua kumtuma. Inatosha. Na urudie tena. Na kuwekea mtego, utakukamata wala sio muda mrefu. Leo ujue, kama kuna mtu nimeamua kumwekea mtego, wewe. Mimi kwa tabia yangu sijui kufuatilia mambo ya watu. Lakini wewe umenifikisha mbali sana. Kila nikimuita supplier mkuu asema Dismas alikuwepo hapo. Nimefanya kazi mimi sasa kumpinga huyu, kumuita na waita wale wa supplier, naanza kuwauliza, wewe kwani unauza bei gani? Mimi simenti 18,000. Sasa huyu Dismas akisema uuze 25,000, maana yake umpe yeye shilingi ngapi? 7,000. Si ndio unampa yeye, anasema ndio. Wewe mfuko umepata faida shilingi ngapi? Nimepata faida 3,000. Kwa hiyo unamfanyaga kazi Dismas. Anaangalia chini. Na hizo unaweza umpa ujumbe, unazilipia kodi.
anaangalia chini. Ndio mchezo ule hasa Mzalendo ameuacha. Huyu leo haendi kwa Mzalendo afanye kazi. It is me nimefanya. Sisi kama mnanielewa. Huyo CF mimi nimemfanya supplier. Nilimuuliza kwa nini supplier, asema mimi wanakujaga kununua dukani watu. Kwa nikishapa bei zangu wanakwenda kutenda huko. Nikamwambia sasa staki, nenda katende mwenyewe. Hapa mnachofanya ni mnamzungusha hela mumlipi akate tamaa. Wewe sio mama kawetu, ondoka. Si ukuwe mweko unataka kwa Mungu. Basi ondoka zako. Ujumbe wangu umeupata. Watu wazima wote mnaendeshwa na mtu mmoja. Hamuoni hata aibu. This is a shame. Kwa mimi naomba sana madiwani, simamieni halmashauri. Narudia tena, madiwani simamieni halmashauri. Msiache. Kama mtendaji mkuu wa idara unadhani huwezi kuwatumikia watu wa Kilolo, nenda kwa rasi ya kuhamishe. Amua mwenyewe tu. Kama mimi kuwatumikia watu wa Kilolo siwezi, utakutafutia utaenda halmashauri nyingine. Lakini inatia uchungu kinachoendelea Kilolo. Nakushukuru unasema hii habari ya BOQ ni wizi tu. Hapa kuna watu hawana uwezo, wengine wanaamua kuiba tu. Nadhani madiwani mmenielewa, nimesema sana. Kama hamjanielewa leo hamtakuja kuelewa tena. Na mwenyekiti, diwani asiyesimamia maendeleo, sina yeye kesho kutwa anakuja mbele yako. Wakati ni huo. Tusiwaonee watu ambao hawasimamii maendeleo, tunakaa naye wa nini sasa? Lazima wajue matendo yao, kuna mtu wako responsible. Kuna wajibu na haki, si ndio? Kama wajibu wana mtekelezi tuwafanyeje? Naombeni sana. Mimi mkurugenzi nakupongeza, lakini nenda katafute stock list. Tafuta supplier wakubwa, kaa nao, zungumza nao. Mwambie jamani, mimi nina shida, nataka miradi yangu msupply nyie. Mwisho TAKUKURU tusaidieni hapa. Afisa TAKUKURU kwa TAKUKURU tusaidieni. Wekeni macho kwenye miradi yote. Toka process inaanza, tusije kwa kila siku tunafanya postmortem. DSO tusaidieni. Tusiendeshwe na dismasi. This is wrong. Na sisi tupo. Jambo limeanza asubuhi, inaanza kuharibika, kimbieni. Nendeni kwa rasi, nendeni kwa mkurugenzi kwamba hapale kuna moto, tukauzime. Haiwezekani kila siku tukutane kufanya postmortem. Maiti ishakufaga. Wakati anapewa sumu tunaona, huyu anapelekewa sumu na wewe unaona kabisa unanyamaza. Alafu akishakufa unasema sasa unajua hii maiti tuifanyie postmortem. Huyu hakufa kawaida huyu. Huyu kapewa sumu. Lakini process ya sumu unaijua. It is high time tubadilishe trajectory ya wilaya ya Kilolo. Let us change it. Wenzangu wa vyombo vya ulinzi tusaidiane toka mambo yanaanza. Ili hawa jamaa tuwaziwie kutuonea. Wametuonea inatosha. Tumeona jamani. Kaeni. Ombeni sana. Nani wa mambo wanayofanya haya na sisi wengine wote tupo. Wanatudharau. Hata kama nafanya ni kiongozi mkubwa, njooni kwangu niambieni nitashughulika naye. Akiwa ni diwani njoo niambie. Mwenyekiti wa halmashauri njoo niambie. Mbunge njoo useme. Ni mkurugenzi njoo useme. Tutashughulika nao. Akiwa ni DC njoo sema. So it's too much.
Leo hapa mnataka mtafuta milioni 600 kwenye on source. Hizi milioni 600 si mngefanya miradi mingine? Lakini bidi mkamalizie incompetence yao. Uzembe wao inabidi nyewe muulipie sasa. Makamu mwenyekiti, naenda kulipia uzembe wa hawa jamaa. Lakini wamekuwa wazembe on your eyes, ndani ya macho yenu. Huku nyewe mnaona sawa. Tafadhali tuache mambo. Tumekuwa tukiiona na tumekuwa tukiichukia, na si mara moja. Kamati ya fedha tumekwenda kukagua miradi, tumeomba taarifa ambazo tumeletewa tumekuwa haturidhiki nazo kwa sababu hazina uwazi hasa wa matumizi ya fedha. Lakini mchakato mzima wa manunuzi, utaratibu wa force account hauzuii kwamba kunakuwa na mkandarasi au fundi ambaye anafanya hovyo, tukaacha kuchukua taratibu za force account ambazo hazitatuingiza gharama, tukabaki kulalamika. Hicho kitu tuliwaelekeza wataalamu wetu kwamba hapana. Lakini tafsiri ya BOQ tuliona kabisa dhahiri wanaohusika wenzetu wa idara ya ujenzi hawafanyi tafsiri yoyote ya BOQ zinazokuja, ili hali ni kazi yao. Lakini makisio ya matokeo ya kutokufanya tafsiri ya BOQ, tulikuta kwenye miradi vitu vingi sana vimebaki. Kubaki au kuzidi ni kawaida, lakini vimebaki hadi unashangaa kwamba huyu mtaalamu alifanyaje makisio ya kuona vitu hivi vinunuliwe. Hicho kitu tumekemea, tusikione tena kwenye miradi inayoendelea. Lakini zaidi sana tulikwenda mbele kwamba sisi jicho letu ni mkaguzi wa ndani, aende kwenye miradi yote kwa vipaumbele vya miradi ambayo tuliiona, ili akague na kuona uhalisia wa matumizi ya fedha tuliyoipata, na kama kuna tofauti tuwatafute hao ambao wanahusika na ambao mara nyingi ni idara ya ujenzi na manunuzi, watuambie kwa nini imekuwa hivyo. Tumekuwa na miradi mingi ambayo haijakamilika, lakini azma yetu tutaikamilisha kwa namna yoyote ile. Lakini bado tumemwagiza mkurugenzi watuambie sababu za miradi iliyopewa pesa ikaacha kukamilika, halafu hatua ambazo zilitakiwa zichukuliwe baada ya kuona hivyo zilikuwa ni nini. Na tulikuwa tunazungumza hivi kwa sababu michango ya wananchi kwenye halmashauri ya wilaya ya Kilolo kwenye miradi ya ujenzi ni ya hali ya juu sana, wananchi wanajitoa. Tulimalizia kwa kumwelekeza mkurugenzi kwamba baada ya hayo yote kupata majibu yake, tutataka wale wote ambao watabainika wamehusika kwenye kuchukua hii pesa ikasababisha miradi isikamilike wachukuliwe hatua za kinidhamu. Kwa hiyo naomba nikuahidi mkuu wa mkoa, sisi kama ulivyotuagiza tunaendelea kubadilika kwa kuchukua hatua chanya za kuona wataalamu wetu wanatimiza wajibu wao, ikiwa ni pamoja na kufuatilia hii miradi, hususani mainjinia, ili hii miradi iende kwa viwango vinavyostahili, lakini kwa thamani ya pesa pia inayostahili. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, niwaombe tuendelee kusimamia hii miradi vizuri kwenye maeneo yetu. Kama taratibu za force account zinakusema hutakuwa mjumbe kwenye zile kamati ya ujenzi na kamati ya mapokezi, haikuzuii wewe kwenda kuangalia ule mradi na mapungufu unayoyaona kutoa taarifa kwa mkurugenzi, kama ambavyo tumefanya kwa miradi ambayo imekamilika vizuri kwa 100%. Lakini nisichelee kumshukuru mkuu wa mkoa
kama alivyozungumza hapa, miradi mingine msaada wake ni mkubwa mno, wa moja kwa moja ile miradi imekamilika. Lakini hata alivyoendelea kutukosoa mara nyingi, hiyo ilikuwa sisi ni fursa ya kubadilika na kufanya vizuri zaidi. Ndio maana kuna miradi sasa ambayo tunapiga hatua. Lakini hii ambayo haijakamilika kwa pesa kuisha, kama nilivyotoa maelezo, mkurugenzi anafanyia kazi tuliyomwambia afanyie kazi, lakini kwa vyovyote vile tutakaa chini tuone utaratibu wa kutumia mapato yetu ya ndani ili hii miradi iweze kukamilika. Na kwa wataalamu, hatutarajii miradi inayoanza sasa tukutane na changamoto kama hizi. Mpeni ushirikiano mkurugenzi. Nyi wenyewe tunaagiza mara zote shirikianeni. Mkitegesheana kwamba hili litakuwa la huyu, hapana. Lolote la hovyo ni la kwetu sisi wote, na lolote zuri ni la kwetu sisi wote. Baada ya kusema maneno haya, nirudie tena kukushukuru sana mkuu wa mkoa, na nikutakie afya njema na majukumu mema ambayo tunaelewa hata mara baada ya kutoka hapa utakuwa unaendelea nayo. Asante sana.